Ninakusalimu katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Karibu sana kwenye siku yetu ya 5 ya kufunga na kuomba, ikiwa ni mfululizo wa siku zetu 7 za kufunga na kuomba tulizoanza tangu tarehe 1. Kama hunifahamu, ni mara ya kwanza unanisikia, naitwa mtumishi wa Mungu David Sima. Na kama hujasubscribe kwenye channel yangu ya YouTube, basi hakikisha unafanya hivyo ili uweze kuwa wa kwanza kupata masomo na mafundisho mbalimbali pindi tu ninapoyaweka hapa. Karibu sana kwenye siku yetu hii ya 5 ya kufunga na kuomba. Kabla sijaendelea, tupate muda tuombe. Hebu tuombe familia za watu ambao wamepoteza ndugu zao. Tuwaombee Mungu awape faraja. Mtu kama huyo huwezi kumweleza kwa maneno ya kawaida akuelewa, ila ni faraja na amani ya kweli kutoka kwa Mungu ambayo inaweza ikamponya. Hebu tuziombee hizo familia ambazo zimepata majanga haya kwenye kipindi, ili Mungu aweze kuwaganga mioyo yao na kuwaponya. Lakini sambamba na hilo, pia tuliombee taifa letu la Tanzania, ili mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa katika haya yote. Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka, asante kwa saa njema na muda mzuri. Ninakushukuru kwa fadhili zako, ninakushukuru kwa nguvu zako. Asante Mungu wa mbinguni kwa siku ya leo ya 5 ya kufunga na kuomba. Ninamkabidhi huyu ndugu ambaye ananisikiliza muda huu. Mungu wa mbinguni msaidie, Mungu wa mbinguni mtie nguvu na umwezeshe katika yote. Ninamkabidhi mikononi mwako, Mungu wa mbinguni mtangulie, piganie, muwezeshe, msaidie, mpe nguvu ya kuendelea kufunga hata aweze kumaliza siku zote 7. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku njema leo. Zaidi ya yote Mungu, tunaomba Mungu wa mbinguni faraja juu ya familia ambazo zimeondokewa na watu wao wa karibu. Wengine wameondokewa na wazazi wao, wengine wameondokewa na watoto wao. Mungu wa mbinguni, tumeondokewa na ndugu, jamaa na marafiki. Tunaziombea familia hizi zote. Mungu uweze kurejesha amani juu yao. Mungu uweze kuwaganga mioyo yao. Mungu uweze kuwaganga mioyo yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni, wagange mioyo yao. Sisi hatuwezi, Mungu wa mbinguni, kibinadamu ni ngumu, lakini wewe Mungu ndiye mfariji wa kweli. Wewe Mungu ndiye mfariji wa kweli. Mungu, tunawaombea faraja. Mungu uwaponye mioyo yao. Mungu uwaponye mioyo yao wote, Mungu wa mbinguni, waliojeruhiwa mioyo. Mungu waponye, waliopoteza vitu, waliopoteza mali zao. Mungu wagange mioyo yao. Waliopoteza ndugu zao, Mungu wagange mioyo yao katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, tunawaombea amani, ile amani pitayo fahamu zote ikawahifadhi. Ile amani pitayo fahamu zote ikawahifadhi. Ile amani pitayo fahamu zote ikawahifadhi. Ile amani pitayo fahamu zote ikawahifadhi katika jina la Yesu. Tunawaombea amani iweze kuwahifadhi. Amani ya Yesu Kristo iweze kuwahifadhi. Embu watamkie amani juu ya mioyo yao. Watamkie amani ndani ya mioyo yao. Waombee kwa Mungu amani iweze kurejea ndani yao katika jina la Yesu. Mungu wagange mioyo. Wewe ndiye mfariji wa kweli. Wewe ndiye mfariji wa kweli. Wewe ndiye mfariji wa kweli. Mungu wagange mioyo yao. Wagange mioyo yao. Wagange mioyo yao katika jina la Yesu. Mungu, asante kwa fadhili zako. Tunakushukuru katika haya yote. Tunaliombea taifa la Tanzania. Mungu wa mbinguni, uweze kuonekana. Mapenzi yako Mungu yaweze kutimizwa juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yaweze kutimizwa juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yaweze kutimizwa juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yaweze kutimizwa juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yaweze kutimizwa juu ya taifa la Tanzania. Tunaomba Mungu wa mbinguni, mapenzi yako Mungu yakatimizwe juu ya taifa la Tanzania. Mungu, tunajua unatuwazia mema. Mungu, tunajua unatuwazia mema. Mungu, tunajua unatuwazia mema. Mungu, tunafahamu unatuwazia mema. Mungu, ingilia kati juu ya taifa la Tanzania. Mungu, ingilia kati juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yakatimizwe. Mapenzi yako Mungu
yakatimizwe juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yakatimizwe. Mapenzi yako Mungu yakatimizwe. Mapenzi yako Mungu yakatimizwe juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yakatimizwe. Zaidi ya yote Mungu, tunaomba Mungu wa mbinguni, viongozi wetu waweze kusimamia haki na amani juu ya taifa hili la Tanzania. Haki katendeke kwa Watanzania. Haki katendeke juu ya Watanzania. Mungu wa mbinguni, sikia kilio cha Watanzania. Sikia kilio juu ya Watanzania, juu ya yote ambayo wanayalilia. Mungu wa mbinguni ukaonekane. Mungu wa mbinguni ukashuke. Mungu wa mbinguni ukaonekane katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu wa mbinguni uweze kushuka Mungu na kutawala juu ya taifa la Tanzania. Mungu wa mbinguni, tunafahamu ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu, haujawahi kushindwa na jambo lolote. Tawala juu ya taifa la Tanzania. Tawala juu ya taifa la Tanzania. Tawala juu ya taifa la Tanzania. Yesu, tawala juu ya taifa la Tanzania. Tawala juu ya viongozi wa Tanzania. Tawala Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu. Embu ombea taifa la Tanzania. Embu ombea taifa la Tanzania. Huko ulipoomba, tamka neno juu ya taifa la Tanzania. Tamka neno juu ya taifa la Tanzania. Mungu aweze kuonekana juu ya taifa la Tanzania. Mungu aweze kujenga mioyo ya watu iliyojeruhika, mioyo iliyogawanyika katika jina la Yesu. Mioyo iliyovunjika, Mungu kaiponye. Mungu kaigange. Mungu kaiponye katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu wa mbinguni uweze kuiponya, uweze kuiponya, uweze kuiponya katika jina la Yesu. Mungu, tunasema ni asante. Wewe unastahili sifa, wewe unastahili kushukuriwa. Tunakutukuza kwa fadhili zako, tunakutukuza kwa nguvu zako. Asante kwa fadhili zako. Asante juu ya taifa la Tanzania. Tunaamini ya kwamba mapenzi yako Mungu yanakwenda kutimizwa juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yanakwenda kutimizwa. Mungu, tutie nguvu, tusonge mbele, tusivunjike moyo, tusikate tamaa. Tupe kusonga mbele, tupe kusonga mbele, tupe nguvu mpya, tupe nguvu mpya. Naliombea taifa la Tanzania, kanisa la Tanzania, nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya. Tunaliombea nguvu mpya ya kusonga mbele, lisirudi nyuma, lisivunjike moyo katika jina la Yesu. Taifa la Tanzania, nguvu mpya inainuka, nguvu mpya inainuka. Tanzania mpya inazaliwa. Mungu wa mbinguni, asante kwa fadhili zako, asante kwa nguvu zako juu ya taifa la Tanzania. Tunakushukuru kwa fadhili zako. Tunasema ni asante. Wewe Mungu unastahili sifa na utukufu. Amen. Leo ni siku yetu ya 5 ya kufunga na kuomba. Na siku ya leo tunaombea ushirika wetu na Mungu. Tunaombea ushirika wetu na Mungu. Tumekuwa tukiombea mahitaji yetu sana, lakini siku ya leo nilitenga maalum kwa ajili ya kuomba mambo ya kujenga ushirika na Mungu. Tuweze kujifunza kuhusu kujenga ushirika na Mungu. Ni namna gani unaweza kujenga ushirika na Mungu? Je, ni mambo gani ambayo unapaswa kuyazingatia ili uweze kujenga ushirika na Mungu? Biblia inasema kwenye Mathayo 6:33 kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ndio kila kitu. Kutafuta kwanza mapenzi ya Mungu ndio kila kitu. Kutafuta kwanza nini Mungu anasema ndio kila kitu. Kuyatafuta na kuyatenda mapenzi ya Mungu ndio kila kitu. Kwa hiyo yale ambayo Mungu anayaagiza ndio jambo la kwanza. Tunapaswa kuyatenda mapenzi ya Mungu kwanza. Haya mengine yatakuja kama ziada. Kwa mahitaji yako yote ambayo unayaomba, unapaswa kufahamu kwamba unapaswa kumweka Mungu wa kwanza. Mungu na mambo yake. Ukimweka Mungu na mambo yake kwanza, haya mengine yatakuja. Haya mengine utazidishiwa. Unaona? Kwa hiyo hakikisha unamweka Mungu wa kwanza. Hakikisha
unayajali na kuyathamini mambo ya Mungu kwanza. Unapoyathamini mambo ya Mungu, haya mengine Mungu anakutendea wewe kama ziada. Unahitaji mke, unahitaji mume, unahitaji unahitaji amani kwenye ndoa yako, unahitaji Mungu akubariki kwenye biashara yako, unahitaji Mungu akutendee mambo makubwa kwenye maisha yako. Unapaswa kwanza kuanza na Mungu, kuutafuta uso wa Mungu kwanza, kuyatafuta mapenzi ya Mungu kwanza. Ukiyatafuta mapenzi ya Mungu, Mungu atakutendea, atakupigania na atakuongezea haya mengine, kwa sababu umeamua kuutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Na kanuni inasema hivyo hivyo, utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote utazidishiwa. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha unautafuta kwanza ufalme wa Mungu. Unahitaji mke, wewe tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Huyo mke atakuja kama ziada. Wewe unamtafuta, unahitaji Mungu akupatie kazi, wewe mtafute Mungu. Katikati ya kuwa busy unamtafuta Mungu, Mungu atakusaidia, Mungu atakuinulia, atakusaidia na kukupatia hayo mahitaji yako. Kwa hiyo tunautafuta leo ushirika wetu na Mungu. Tunaenda kujenga ushirika wetu na Mungu, maana ndiyo kila kitu. Hata hii kufunga na kuomba ni kujenga ushirika wetu na Mungu. Ushirika wako na Mungu ndiyo kila kitu. Hivyo ni vyema kumuomba Mungu akusaidie uweze kuwa naye imara katika kila eneo la kujenga naye ushirika. Maeneo ya muhimu ya kuombea ili kujenga ushirika na Mungu ni kuhusu kusoma neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu. Iwe ni maombi yako kwa Mungu akuwezeshe uwe ni msomaji mzuri wa neno lake, kwa sababu kuna mambo hutaweza kuelewa mpaka uwe umesoma neno la Mungu. Neno la Mungu linatoa maagizo yote ya muhimu kwa muamini ili uweze kutenda mambo makubwa, ili uweze kutenda mambo makubwa, mambo ya ajabu. Unapaswa kwanza kulifahamu neno la Mungu. Unapaswa kulisoma neno la Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwenye Zaburi 119 ule mstari wa 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa maana hiyo ni kwamba neno la Mungu ndilo ambalo linatuongoza kwenye hatua zetu, kwenye njia zetu, ili tuweze kushinda. Kwa hiyo kwenye maisha yako, ili uweze kujenga ushirika na Mungu, unahitaji uwe ni msomaji wa neno la Mungu. Unapaswa kuwa msomaji mzuri wa neno la Mungu. Tenga muda wako vizuri. Hakikisha unapata muda wa kusoma Biblia. Usiishie tu kufungua siku za maombi, siku za mifungo ama Jumapili, lakini wewe haufungui Biblia, hauna nidhamu ya kujisomea wewe binafsi. Utakosa mwongozo wa kimungu, utakosa mambo ya kimungu, na mwisho wa siku hautaweza kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu yangu, unapaswa kusoma neno la Mungu. Kupitia neno la Mungu utaweza kumwelewa Mungu na kumsikia. Hivyo usiishie tu kusoma neno la Mungu Jumapili au kwenye program za maombi, bali iwe ni utaratibu wako wa kila siku. Hivyo tutamwambia Mungu atuwezeshe tuwe wasomaji wazuri wa Biblia. Utamwambia Mungu akuwezeshe uwe msomaji mzuri wa neno la Mungu. Mimi nafahamu unayo mahitaji mengi, lakini leo hebu tuombe ushirika wetu na Mungu. Mungu atusaidie. Huwezi kumwomba Mungu usiyemjua. Huwezi kumtafuta Mungu usiyemjua. Huwezi kumwomba Mungu usiyemjua. Na unamjuaje Mungu? Unamjua kwa kusoma neno la Mungu. Huwezi ukategemea msaada wa Mungu na yule anayekupa huo msaada haumjui. Utamjuaje Mungu? Utamjua kwa kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi tuwe wasomaji wazuri wa neno la Mungu. Tutaingia kuomba.
tutaona. Lakini jambo lingine la ukisema Yoshua 1:8 anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Zaburi 119 na ule mstari wa 105 nasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Naona? Jambo lingine la pili ni kufunga na kuomba. Kamwe hautaweza kuwa na mahusiano mazuri na Mungu kama utakosa muda wa kufunga na kuomba. Unapofunga, mwili wako unakuwa dhaifu na roho yako inakuwa na nguvu, na hivyo unakuwa na uwezo mkubwa wa kumsikia Mungu. Kuomba ni kuongea na Mungu. Hivyo unapoacha kuomba, unaacha kuongea na Mungu. Iwe ni maombi yako kwamba sitaacha kufunga na kuomba kwenye maisha yangu. Iwe ni maombi yako kwamba hautaacha kufunga na kuomba. Kila mwezi sisi tuna programu ya kufunga na kuomba siku 7. Kila mwezi kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 tunafunga siku 7. Hivyo usiache hata mwezi. Ungana nasi tuweze kujenga huu mwili wa Kristo. Tuweze kuomba, tuweze kufunga na kuomba, tutafute uso wa Mungu. Mathayo 17:21 anasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake kwamba namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Yapo mambo ambayo utayapata hivi hivi, lakini kuna mambo ambayo huwezi kuyapata ila kwa kufunga na kuomba. Hiyo ni namna ya kupata mahitaji yetu kwa Mungu. Lakini hapa tunaangalia kwamba kufunga na kuomba kunatusaidia kujenga ushirika na Mungu, kujenga ushirika na yeye kila siku. Unapoomba, maana yake kumbuka, mahusiano yanajengwa kwa mawasiliano. Mtu ambaye unawasiliana naye mara kwa mara ndiye mtu ambaye utakuwa naye karibu sana. Kwa hiyo unapomuomba Mungu, maana yake unawasiliana naye. Kadri ambavyo unawasiliana naye, ndivyo ambavyo unajenga ushirika na yeye. Unaona? Nikupe tu mfano mmoja kwamba leo hii usiku usikie sauti ya mama yako mzazi au baba au mtu wako tu wa karibu fulani, au baba yako, unasikia anakuita kwa jina lako kwamba fulani, nipo nje, naomba unifungulie. Hivi unafikiri utaanza kujiuliza mara 2-3 kwamba hivi huyu ni nani? Ni sauti ya baba kweli au ni sauti ya nani? Tayari amekuita mara moja, unafahamu hii ni sauti ya mzazi wangu, hii ni sauti ya mtu wangu wa karibu. Maana yake ni nini? Ukijenga ushirika na Mungu, ukaendelea kuwasiliana naye hivi vizuri, akawa rafiki yako, maana yake anaweza kukuita na ukaitika muda wote. Atakuita wewe David, kwa sababu unaijua na kuisikia sauti ya Mungu. Unamfahamu, ni rafiki yako, upo naye karibu, lazima tu utaitika, hautasita. Vivyo ndivyo mtu mwenye maombi, mtu ambaye anaomba, mtu ambaye anafunga, mtu wa hivyo anakuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kwa sababu maisha yake ni ya kuomba, kwa sababu maisha yake ni ya kufunga. Anapofunga, mwili wa nje unakuwa ni dhaifu. Mwili wa nje unakuwa ni dhaifu, lakini roho inakuwa na nguvu. Na roho inapokuwa na nguvu, unazungumza na Mungu, unaanza kumwelewa Mungu.
Unaanza kusikia sauti ya Mungu, unaanza kumsikia Mungu akizungumza na wewe, unaanza kumsikia Mungu akisema na wewe. Ukilala usiku unaanza kuona mambo ambayo Mungu anakuonyesha. Muda mwingine unasikia, unatembea, unasikia Mungu anazungumza na wewe, fanya hivi mwanangu, fanya hivi na hivi, kwa sababu umetafuta ushirika naye, umejenga mahusiano naye kwa kufunga na kuomba. Ukitaka Mungu akutendee mambo makubwa, maana yake unapaswa kuwa ni mtu ambaye ni wa kuomba, mtu ambaye ni wa kufunga, kwa sababu nguvu zako ni Mungu. Hauna nguvu nyingine unayoitegemea, hauna mwanadamu mwingine unayemtegemea, ila unamtegemea Mungu. Kama unamtegemea Mungu, kama unategemea msaada wa Mungu, kwa nini usifunge na kuomba? Kwa nini usiutafute uso wake? Kwa nini usimtafute Mungu? Kwa nini usijenge ushirika na yeye? Unapojenga ushirika na Mungu, unaruhusu wewe kumsikia na kumwelewa. Mtu mwenye tabia ya kuomba, mtu mwenye tabia ya kufunga, mtu huyu ana uwezo mkubwa wa kumsikia Mungu na kumwelewa Mungu kuliko mtu ambaye asiyefunga. Kwa hiyo kuomba kwako sio bure. Unapofunga siku 7 haufungi bure. Wala Paulo anasema narusha ngumi, si kwamba napiga hewa. La hasha, lazima tu kuna kitu anapiga. Kwa hiyo kufunga kwako, kuomba kwako si bure. Unapofunga, unapoomba, kuna jambo linatokea, kuna jambo unatengeneza, kuna mahusiano unayatengeneza na Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, jitahidi sana maisha ya kufunga, maisha ya kuomba yawe sehemu yako. Usikubali Januari mpaka Disemba wewe ni wakula tu. Embu jikane, huu mwili siku zote huwezi kuupendezesha. Huu mwili unapenda vitu vizuri, huu mwili unapenda kula, huu mwili unapenda usingizi. Embu jipigie makofi, maana hata hapo umeukana mwili wako. Umeamua leo nataka nijenge ushirika na Mungu. Saa 6 usiku wenzangu wanaingia kulala, mimi naingia kuomba. Lazima niombe, maana nimefunga. Sifungi bure, lazima niombe, maanake umeukana mwili wako, umeuambia usingizi nyamaza. Lazima leo niombe, lazima leo nisikilize neno la Mungu. Haitoshi hapo, saa 11 alfajiri unauambia mwili, ewe usingizi, unatupa shuta kule, unaliambia niachie, ewe kitanda niachie. Unaamka, unaomba. Sio kwamba eti wewe hauna la kufanya, lakini kwa sababu unafahamu msaada wako ni Mungu, lazima ujenge ushirika naye, lazima utafute uso wake, lazima uombe, lazima ufunge, kwa sababu wanaomtegemea Mungu ni watu ambao wanaomba, ni watu ambao wanafunga. Lazima ujenge ushirika na Mungu, maana yeye ndiye chanzo cha nguvu zako. Hatumtegemei mwanadamu yoyote. Hakuna mganga tunayemtegemea, hakuna mshirikina tunayemtegemea. Sisi nguvu zetu tumeamua kuwekeza, nguvu zetu ni Mungu. Kama nguvu zetu ni Mungu, lazima tuwe watu wa kufunga, tuwe watu wa kuomba. Mtu akikuangalia kamwili kadogo, lakini wewe ndani umejawa na nguvu za Mungu. Kwa hiyo lazima tujenge ushirika na Mungu. Lazima tujenge ushirika na Mungu. Tunaujengaje sasa? Tunaomba, tunazungumza na Mungu mpaka anakuwa rafiki yetu. Tunampigia simu kila siku. Rafiki ukimpigia simu kila siku, asubuhi, mchana, jioni, usiku, wewe unampigia, hauchoki, unazungumza naye, maanake huyo rafiki anazidi kuwa rafiki yako, anazidi kuwa karibu, anakuwa ni mtu wako wa moyoni kabisa. Maana yake ndo hiyo, unapozungumza na Mungu, unapoingia kuomba, maana yake unampigia simu Mungu, anazidi kuwa rafiki yako, anakuwa ni mpenzi wako wa moyo. Pale ambapo unalo jambo, unamwambia tu, unazungumza naye, kwa sababu ni rafiki yako, yuko ndani yako, wala hata uogopi. Unamwambia Mungu, niko na hili, kwa sababu umejenga mahusiano naye, kwa sababu umejenga ushirika naye, anakutendea. Kwa hiyo lazima tujenge ushirika na Mungu.
lazima tujenge ushirika na Mungu. Ni kweli ndugu zangu, tunayo mahitaji mengi ya kuomba. Ni kweli tunahitaji kuombea ndoa zetu. Ni kweli tunahitaji kuombea mahusiano yetu. Ni kweli tunahitaji kuombea maisha yetu, kazi zetu. Lakini lazima tujenge ushirika na yule ambaye anatoa hivyo vyote. Lazima tujenge ushirika na mwenye chanzo cha hizo nguvu zote, mwenye chanzo cha huo msaada. Lazima uwezi kutafuta msaada afu utaki mahusiano na anayekupa msaada. Yaani unataka Mungu akupe mke mzuri, unataka Mungu akupe ndoa nzuri, unataka Mungu akupe mahusiano mazuri, lakini hautaki kujenga ushirika naye. Unataka Mungu akutendee mambo makubwa, lakini hutaki kuzungumza naye. Maana yake nini? Unataka tu akutendee vitu vyako, upite zako hivi uondoke. Hivi kweli mtu anatoa msaada na hautaki kujenga mahusiano naye? Wewe unahitaji tu jambo lako, ulichukue uondoke. Utaki salamu naye, utaki kumsalimia, utaki kumpigia. Hivi hilo jambo utalipata? Maana yake lazima ujenge ushirika na yeye. Lazima awe rafiki yako. Tena yule ambaye ni rafiki yake anaweza kupokea mapema zaidi hata yule mwingine, maana anamsikia. Mtu anayemsikia Mungu na kumwelewa Mungu, maana yake anaweza kupewa msaada. Majibu yake anaweza akaachiliwa na akayapokea na akayaelewa mapema kuliko yule mtu ambaye yeye huwa anamtafuta Mungu kwa sababu ana shida tu. Wewe kwa sababu una shida unamtafuta Mungu. Ukiwa na shida unamtafuta Mungu, lakini hujengi mahusiano naye. Maana yake kuna siku atakuita, fulani njoo hapa. Jibu lako liko tayari, kwa sababu kujenga mahusiano naye huwezi kumsikia. Lakini yule ambaye alijenga mahusiano naye anamsikia na anapokea mahitaji yake. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tujenge ushirika na Mungu. Na jambo lingine ni kuhudhuria ibada. Namna nyingine ya kujenga ushirika na Mungu ni kuhudhuria ibada. Hakikisha una kanisa ambalo unaenda kusali na kushiriki ibada na waamini wenzako. Kuna tofauti. Usiseme leo bwana mimi nimeomba na mtumishi David usiku, kesho asubuhi na lala siendi kanisani. Hakikisha una kanisa la mahali pamoja ambalo unaenda kuabudu. Mimi si muumini wa kusema kwamba ufuatilie kitu online na hauna kanisa ambalo unaabudu. Lazima uwe na kanisa ambalo unaabudu ili uweze kukua vizuri kiroho. Eti tu Jumapili anafungulia television, anaangalia, anasema mimi yatosha, siendi tena kanisani. Hapana. Lazima uwe na mahali pamoja ambapo unaabudu. Waebrania 10:25 anasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mnavyo siku ile kuwa inakaribia. Kwa hiyo hakikisha unalo kanisa ambalo unasali. Hakikisha unashiriki ibada na waamini wenzako physically na sio tu online. Jambo lingine, kuwa na muda wa utulivu na Mungu. Hakikisha unapata muda wa utulivu na Mungu. Usimwendee Mungu uko na haraka. Pata muda wa kusoma neno la Mungu na kuomba huku ukitulia mbele zake bila kufanya chochote, ukimsikia Mungu nini anasema na wewe. Ingia kuomba, usiwe na haraka. Kuna muda Mungu anaweza kutaka kusema na wewe, ila kwa sababu unakosa utulivu unashindwa kabisa kumsikia.
Kwa hiyo hakikisha unakuwa na muda mzuri wa utulivu. Kuwa na muda wa utulivu baada ya maombi yako. Hebu kaa hata dakika, so umetoka kuomba tu, huyo vuta shuka ushalala. Umetoka kushiriki maombi kama hivi, ukimaliza kuomba kaa kama dakika 5, hebu tafakari, kaa tulia, utasikia Mungu anazungumza na wewe. Asubuhi unaomba haraka, unakimbia haraka, hauna utulivu na Mungu. Kwa hakikisha unakuwa na muda wako wa utulivu na Mungu. Muda wako wa siri na Mungu, unazungumza na Mungu. Hii itakusaidia ujenge ushirika na yeye. Marko 1:35 Biblia inasema hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Naona hata alfajiri na mapema. Yesu alikuwa alfajiri na mapema anatoka, anaenda sehemu, anajitenga, anaomba huko. Hebu niambie, kama Yesu aliweza kutenga muda wake wa ushirika na Baba yake aliye mbinguni, alitenga muda alfajiri na mapema. Nisikiliza nikwambie, yani ukiweza sana, jitahidi sana uwe ni mtu ambaye unaomba sana alfajiri au asubuhi ama muda wowote kabla ya kuanza kufanya shughuli zingine. Yani maombi ya alfajiri ni mazuri sana. Kwa sababu gani? Unajua, umetoka, umeamka, akili yako haina vitu vingi, ufahamu wako hauna vitu vingi. Kwa hiyo unakuwa una utulivu mwingi zaidi. Akili yako imetulia kwa sababu haiwazi chochote kile. Maanake utakuwa na nguvu za kuomba zaidi. Yani mtu ambaye anaomba ukiomba alfajiri na yule ambaye anaomba labda jioni, ile alfajiri na nguvu sana. Kwa sababu mtu anayeomba jioni, mtu ambaye anaweka msisitizo, sio kama usiombe jioni, lakini anamaanisha ule muda mwingi wa kuomba. Ukiweza kupata alfajiri, fanya hivyo. Unakuja kuanza kuomba jioni, labda saa 10 jioni, saa 1 jioni, tayari umeamka. Uliamka asubuhi, umeenda sijui labda kazini, umekutana na mambo ya kazini huko, umezungumza na simu kibao, umepita huku na huku na huku, mambo mengi. Unakuja kuanza kuomba, akili imechoka, akili na mambo mengi, akili haijatulia. Lakini yule aliyeomba asubuhi, aliomba akili yake ikiwa ni sharp. Yani ameamka tu hivi, tayari ameutafuta uso wa Mungu, anaanza kuomba. Unaona? Yani akili haiwazi chochote, inawaza kwenda kuanza kazi. Kwa hiyo ukiweza kuomba alfajiri ni nzuri sana, maombi ya asubuhi, kwa sababu ufahamu wako unakuwa umetulia. Mimi si muumini wa kukwambia kwamba eti bwana maombi ya asubuhi ndio yanajibiwa haraka. No, hakuna muda ambao ukiomba eti maombi yako yatajibiwa haraka kuliko muda mwingine. Hapana, Mungu anasikia muda wowote. Lakini mimi tu nakutia moyo kwamba alfajiri ni nzuri kwa sababu akili yako inakuwa imetulia, tofauti na jioni, tofauti na mchana. Wanielewa? Kwa hiyo muda wowote sisi tunapaswa kuomba. Ndio maana sitaki mtu ambaye anafungwa na mwongozo eti lazima, kwa sababu mimi tunaomba live saa 6 usiku mpaka saa 7, eti wewe uwezi kuomba muda mwingine, unasubiri tu huo muda wa live. Hapana, hatufungwi na hivyo. Hakikisha unaomba muda wowote ule. Umeamka saa 10, omba. Umeamka saa 4, umeamka saa 4 usiku, omba. Umeamka saa 3 asubuhi, omba. Saa 9 mchana, muda wote, majira yoyote yanafaa kwa muamini kuomba. Kuna wengine wanasema maombi ya saa 8 usiku, labda Mungu ndio atakusikia haraka. Hapana. Watu tunasema saa 8 usiku kwa sababu muda huo panakuwa na utulivu wa kutosha. Ule utulivu
unakupa wewe kuomba vizuri, ila haimaanishi eti mtu anayeomba saa 4 usiku atajibiwa haraka kuliko anayeomba saa 2 asubuhi. Hapana, kila kitu ni sawa, lakini tofauti ni kwamba tu kuna muda ambaye kuna utulivu zaidi. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha unatenga muda wa utulivu wa kumuomba Mungu. Jambo la mwisho kuhusu kujenga ushirika na Mungu, tuingia kwenye kuomba, ni kuishi maisha matakatifu. Usikubali kuwa mtu ambaye kila siku wewe ni wa kuanguka kwenye dhambi. Bali mwambie Mungu, nataka unifanye upya na sitaki tena maisha ya dhambi. Mungu atakusaidia na wewe mwenyewe weka nia ya kuishi maisha matakatifu siku zote za maisha yako. Usiwe ni mtu ambaye unakwenda na kurudi, unakwenda na kurudi. Petro wa kwanza 1:15 Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mienendo yenu yote. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha unaishi maisha matakatifu, maisha yasiyo na dhambi. Unahitaji msaada wa Mungu. Lazima mwendo wako uwe ni safi mbele za Mungu. Lazima ufuate maagizo ya Mungu. Mungu anasema nini? Mungu anataka nini? Asa wewe unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji Mungu akusaidie, lakini hutaki kuyatenda yale mapenzi ya Mungu. Ndugu yangu, lazima uishi maisha matakatifu. Wewe ni kijana, usikubali maisha yako kila siku kwenda na kurudi pale pale. Unakuwa ni mtu ambaye maisha ya dhambi yanakuzunguka. Leo huku, michanganyo, haifai. Unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji Mungu akusaidie. Lazima ujifunze kuishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, maisha yasiyo na dhambi. Kijana, unahitaji Mungu akutumie. Lazima uamue kuyakana maisha yako mbali na dhambi. Usiwe ni mtu wa michanganyo. Tumekuwa na vijana ambao wanachanganya maisha. Wapo makanisani lakini maisha ya dhambi. Bado wanaishi maisha ya dhambi, bado wanaishi maisha ya uharibifu. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha unaenenda katika mwenendo wako. Biblia inasema uwe ni kielelezo. Sisi ni kielelezo. Sisi ni kielelezo. Sasa kielelezo, lazima mwenendo wako uwe safi. Watu wakikuangalia waone wewe kweli unamwamini Mungu. Sio leo hii wanakuona unafunga siku 7, lakini kesho upo kazini unaiba mali za umma au unaiba mali za kazini. Leo wanakuona unafunga na kuomba, lakini kesho wanakuona upo kwenye klabu unakunywa pombe. Maisha yako yameharibika, umelewa chakari. Leo unasema umefunga siku 7, lakini kesho wanakukuta unapigana, unatukana. Usikubali kuishi maisha machafu. Usikubali kuishi maisha ambayo hayampendezi Mungu. Bali mwambie Mungu, nitengeneze niishi maisha matakatifu, maisha ya kukupendezesha wewe Mungu. Sisi ndani yetu tunaye Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe kushinda dhambi, nipe kushinda kila aina ya uharibifu. Jitahidi. Unamhitaji Mungu akupatie ndoa nzuri. Utavutia mtu wa aina yako. Wewe maisha yako kama ni ya dhambi, hivi niambie, Mungu atakupatia kweli mtu ambaye ni mzuri? Tengeneza maisha yako kwanza. Hakikisha maisha yako ni safi mbele za Mungu. Maisha hayana mchanganyo, maisha hayana kona, maisha hayana njia mbili. Hakikisha maisha yako ni matakatifu.
Biblia inasema iweni watakatifu kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Na Biblia inasema watakatifu waliopo duniani ndio nao pendezwa nao. Manake watakatifu wamo. Mungu anapenda mtu ambaye anaishi maisha safi, maisha yasiyo na dhambi, maisha yasiyo na mchanganyo. Unahitaji msaada wa Mungu ili Mungu akutendee mambo makubwa. Lazima njia zako ziwe ni safi, njia zako ziwe ni nzuri, njia ambazo ni za kumpendeza Mungu. Manake unatii na kufuata neno la Mungu, hauendi kinyume na neno la Mungu. Chunguza njia zako, angalia kama ziko njia ambazo zinaleta majuto, basi ziache na kubali kuanza kuishi upya. Kubali kuanza kuenenda upya. Mwambie Mungu nitie nguvu, mwambie Mungu niwezeshe, nahitaji kushinda, nahitaji nguvu mpya. Hebu muombe Mungu, mwambie Mungu nisaidie. Kama kuna dhambi ambayo inakunyemelea kwa wapesi, kama kuna dhambi ambayo inakuzinga kwa wapesi, mwambie Mungu nisaidie, nipe kuishinda hii dhambi. Mungu nisaidie, nipe kuishinda hii dhambi, hii dhambi ambayo inanifuatilia. Mwambie Mungu nipe nguvu ya kushinda, mwambie Mungu nipe nguvu ya kushinda. Embu leo tunapoingia kwenye kuomba, mwambie Mungu kama iko dhambi ambayo inakusumbua. Wewe ndiye unayefahamu. Embu chunguza moyo wako. Mungu nisaidie niweze kuacha hii njia mbaya. Chunguza moyo wako, chunguza moyo wako. Kama iko njia ambayo inaleta majuto, mwambie Mungu nipe kuiacha hii njia. Kama kuna mienendo ambayo sio mizuri, mwambie Mungu nisaidie, nipe kushinda. Nahitaji kuanza mwanzo mpya, nahitaji kuanza kwa nguvu mpya. Kataa maisha ya dhambi, kataa kurudi nyuma. Mwambie Mungu nisaidie, nipe nguvu ya kusonga mbele, nipe nguvu ya kuendelea mbele. Hebu tuingie kuomba, hebu tuingie kuomba. Hapo ulipo anza kuomba, anza kuomba. Mwambie Mungu akusaidie uweze kujenga ushirika na yeye. Mwambie Mungu akusaidie, mwambie nakuja kwako mbele zako Baba, nisaidie niweze kujenga ushirika na wewe. Mwambie Mungu nisaidie niweze kujenga ushirika na wewe. Mungu atakusaidia, Mungu atakusaidia. Zile dhambi ambazo zinakuzinga kwa wepesi, zinakufuatilia, mwambie Mungu nipe nguvu ya kushinda. Mwambie Mungu nipe nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Na muombea huyu ndugu anayenisikiliza. Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu, Mungu muwezeshe, Mungu msaidie, mpe nguvu, mpe nguvu aweze kujenga ushirika na wewe. Mungu msaidie aweze kujenga mahusiano mazuri na wewe. Mungu huenda tangu ameanza mwaka hajajenga ushirika na wewe. Mungu na muombea, mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya. Yeyote anayenisikiliza, mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya. Asichoke wala kuzimia wala kuishia njiani. Mungu mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya, mpe nguvu mpya. Na muombea nguvu mpya, na muombea nguvu mpya. Pokea nguvu mpya hapo ulipo, pokea nguvu mpya hapo ulipo. Nguvu ya kusoma neno la Mungu, nguvu ya kusoma neno la Mungu. Pokea hiyo nguvu, pokea hiyo kiu, pokea hiyo kiu, kiu ya kusoma neno la Mungu. Pokea hiyo kiu, pokea hiyo kiu, pokea hiyo hamu ya kusoma neno la Mungu. Pokea hiyo kiu, pokea hiyo hamu ya kusoma neno la Mungu. Pokea hiyo kiu, pokea hiyo kiu, pokea hiyo kiu ya kusoma neno la Mungu katika jina la Yesu. Na kuombea kiu ya kusoma neno la Mungu. Usiishie njiani, usiishie njiani, usiishie njiani, usiishie njiani, usiishie njiani, usiishie njiani. Pokea hiyo kiu ya kusoma neno la Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu nisaidie niwe msomaji mzuri wa neno la Mungu. Na ukiomba na kuanzia leo anza kusoma neno la Mungu. Anzia mwanzo kuelekea kwenye Ufunuo. Wewe soma, kana diary yako andika unachojifunza. Wewe soma, anza kusoma, anza kusoma. Usikubali kuacha.
anza kusoma, jenga ushirika na Mungu na kuombea leo. Mungu akupe nguvu ya kusoma neno la Mungu. Usiishie njiani. Masakatalabo, rusakatalaya, katalabo, marasukatalabo, katalabo, resukatayana, katalabo, sakatalabo, katayana, maruseketelebo. Mungu wa mbinguni, na achilia nguvu za Roho Mtakatifu zimfuate. Katalabo, zeketelebo, rukatayana, sakatalabo. Mungu wa mbinguni, nguvu zako zimfuate. Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu, Mungu muwezeshe kwa habari ya kusoma neno la Mungu. Muwezeshe awe msomaji mzuri wa neno la Mungu. Mungu msaidie awe msomaji mzuri wa neno la Mungu. Mungu tusaidie tuwe wasomaji wazuri wa neno lako, tusiwe tu wa kuliangalia hivi, bali tusome na kulielewa. Tusaidie Baba, tusaidie wewe, tusaidie Roho Mtakatifu, tusaidie, tukumbushe pale ninaposahau, tusaidie, tukumbushe pale ninaposahau. Roho Mtakatifu tukumbushe, Roho Mtakatifu tukumbushe. Na muombea huyu ndugu anayenisikiliza, Mungu msaidie, Mungu mkumbushe ndugu yangu. Mungu, embu omba, usinyamaze. Usinyamaze. Mungu tusaidie tuwe wasomaji wazuri wa neno lako. Mungu tusaidie, Mungu tupiganie tuwe wasomaji wazuri wa neno lako. Baba tusaidie tuwe wasomaji wazuri wa neno lako. Utusaidie, utupiganie tuwe wasomaji wazuri wa neno lako katika jina la Yesu. Mungu tusaidie, Mungu tupiganie, Mungu tusaidie tuwe wasomaji wazuri wa neno lako. Na muombea huyu ndugu anayenisikiliza, Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu, Mungu muwezeshe awe msomaji mzuri wa neno lako. Mungu msaidie awe msomaji mzuri wa neno lako katika jina la Yesu. Tunasema ni asante, tunahitaji nguvu zako. Mungu tusaidie tuweze kujenga ushirika na wewe, Mungu tusaidie tuweze kujenga ushirika na wewe. Mungu tusaidie tuweze kujenga ushirika na wewe. Mungu tusaidie tuweze kujenga ushirika na wewe. Tusaidie tujenge ushirika na wewe, tusichoke wala kuishia njiani, bali tujenge ushirika na wewe. Mungu tusaidie, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji uweza wako. Mungu tusaidie, Mungu tupiganie, Mungu tuwezeshe, Mungu tusaidie. Na muombea kila mmoja anayenisikiliza, Mungu msaidie, Mungu muwezeshe, mpe nguvu ya kushinda, mpe nguvu ya kusoma neno la Mungu katika jina la Yesu. Mungu tuongezee nguvu. Zaidi ya yote Mungu, tunaomba nguvu za kufunga na kuomba. Mungu, tunaomba nguvu za kufunga na kuomba. Tusiache kuomba hizi siku 7 kila mwezi. Mungu tusaidie, tusiache kuomba. Na muombea huyu ndugu anayenisikiliza, Mungu msaidie, mpe nguvu ya kufunga, mpe nguvu ya kuomba, mpe nguvu ya kufunga. Mungu namuombea, Mungu mtie nguvu, Mungu muwezeshe, mpe nguvu ya kufunga na kuomba. Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu, Mungu muwezeshe, mpe nguvu ya kuomba, mpe nguvu ya kufunga. Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu na afya njema. Mungu msaidie, mpe nguvu ya kufunga, mpe nguvu ya kuomba. Baba tusaidie, tusaidie Baba, tunahitaji nguvu zako. Utuwezeshe tuweze kujenga ushirika na wewe kwa habari ya kuomba, kwa habari ya kufunga. Tusiache kufunga. Mungu tusaidie, Mungu tupiganie, Mungu tuwezeshe. Ndugu yangu hapo ulipoomba, mwambie Mungu akusaidie, Mungu wa mbinguni, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji uweza
uweza wako, tusaidie Baba, tusaidie Baba, tusaidie. Tunahitaji kuona ukuu wako na nguvu zako ukitupigania na kutuwezesha katika yote. Tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Mungu tusaidie, tuwe watu wa kusoma neno la Mungu, tuwe watu wa kufunga, tuwe watu wa kuomba. Mungu tusaidie, Mungu tuonekanie, Mungu tupiganie, Mungu tuwezeshe katika jina la Yesu, na kwenda kinyume na kila nguvu za giza, kila mpango wa adui ambao atuletea roho za kutufanya tusifunge. Kuna watu wengine wakitangaza kufunga ndio kwanza wanashambuliwa na magonjwa, wengine wakitangaza kufunga mambo yanatokea, migogoro inatokea. Na kataa kila mambo ya kutuzuia kufunga. Wasaidia tawala ambao hawajaweza kufunga kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Mungu wasaidie, Mungu wasaidie, Mungu wasaidie. Mungu tuwaombee, Mungu tuwaombee. Embu omba, mwambie Mungu awasaidie, mwambie Mungu awasaidie, mwambie Mungu awasaidie. Wale ambao tu wanapotangaziwa habari ya kufunga, mara wanaona magonjwa yanaanza kuwafuata, dozi zinaanza kuwafuata, ili tu wasifunge, ili tu wasiendelee kuomba. Hapana, tutaendelea mbele, tutaendelea mbele, hatutachoka, hatutaishia njiani. Mungu atusaidia, Mungu wa mbinguni utatupigania na kutuwezesha. Tunahitaji nguvu zako. Mungu tusaidie, hata pale ambapo roho za magonjwa zinakuja kuwazuia watu wasifunge, wasiombe. Mungu utawapa nguvu ya kushinda, utawapa nguvu ya kushinda. Nami nawaombea nguvu ya kushinda, nguvu ya kushinda, nguvu ya kushinda. Mungu wape nguvu ya kushinda, Mungu wape nguvu ya kushinda, Mungu wape nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Tupe nguvu ya kushinda. Tunakataa roho za kutujia, kutuzuia tusiende kuomba, tusiende kufunga. Eti mtu akitangaza tu mfungo, unasikia mara homa ya malaria, mara ameanza dozi sijui ya kitu gani. Tunakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, na utangaza mfungo, utawasaidia, utawasaidia. Wataweza kufunga, wataweza kuomba. Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante. Asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya leo. Mungu tusaidie hata kwa habari ya ibada, utusaidie tuweze kuwa uzuriaji wazuri wa ibada. Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tuonekanie tuwe wa uzuriaji wazuri wa ibada. Hata kesho, hata panapomazuka alfajiri, wawezeshe waweze kwenda kanisani. Mungu wasaidie, Mungu wasaidie, Mungu wasaidie. Waepushe na kila uharibifu, waepushe na kila ila za shetani kwa jina la Yesu. Hebu muombe Mungu akusaidie, mwambie Mungu nisaidie uwe mhudhuriaji mzuri wa ibada. Sio tu mhudhuriaji, bali mwanamke ambaye, bali mwanaume ambaye anaenda anajifunza na anayafanyia kazi. Hebu muombe Mungu, mwambie Mungu akusaidie. Mungu wa mbinguni, msaidie huyu ndugu, msaidie huyu ndugu aweze kuwa mhudhuriaji mzuri wa ibada, aweze kuwa na kanisa la mahali pamoja ambalo anaabudu. Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu, Mungu muwezeshe, Mungu msaidie katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, inaomba Mungu wa mbinguni, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie. Tunahitaji kuona msaada wako, utupiganie, utuwezeshe tuweze kuwa ni wahudhuriaji wa ibada, sio tu wahudhuriaji bali washiriki wa mambo ya kanisani. Mungu tusaidie, Mungu tuonekanie, Mungu tuwezeshe. Na muombea kila mmoja, umtie nguvu, umwezeshe, umsaidie katika jina la Yesu. Asante kwa fadhili zako, asante kwa nguvu zako. Mungu wa mbinguni tusaidie. Tunahitaji kuwa Mungu wa mbinguni na muda wa utulivu. Mungu tusaidie tuwe na muda wa utulivu na wewe Mungu. Utusaidie Mungu, tusiwe na haraka, tusiwe na haraka, tusiwe na haraka. Mungu tusaidie tuwe na muda wa utulivu mbele zako, tuwe na muda wa utulivu mbele zako. Mungu tusaidie tuwe na muda wa utulivu, tuwe na
muda wa utulivu. Baada ya kuomba, tusikimbilie kukimbia, bali tusikie nini unasema na maisha yetu. Mungu asante. Asante kwa fadhili zako, asante kwa nguvu zako. Tunaomba Mungu wa mbinguni, ushirika wa Roho Mtakatifu. Tujenge ushirika na wewe Mungu. Utusaidie, utupiganie, utuwezeshe tuweze kujenga ushirika na wewe Mungu. Mungu tusaidie, Mungu tuonekanie, Mungu tupiganie katikati ya changamoto mbalimbali. Mungu tupe nguvu ya kushinda. Mungu tupe nguvu ya kushinda. 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 Tuweze kujenga ushirika na wewe Mungu. Tuweze kujenga ushirika na wewe Mungu. Mungu tusaidie, hata Mungu wa mbinguni, tuweze kuishi maisha matakatifu. Tusaidie tuenende maisha matakatifu kama vijana. Mungu tusaidie, Mungu tupiganie, Mungu tuwezeshe, tuepushe na kila aina ya uharibifu. Tusaidie tuweze kuishi maisha matakatifu, tuweze kuishi maisha ya kupendezesha wewe Mungu wa mbinguni. Utusaidie Mungu, tusaidie tuweze kuishi maisha ya kupendezesha wewe, maisha ambayo ni matakatifu, maisha ambayo yasiyo na dhambi. Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie tuweze kuishi maisha matakatifu. Tuepushe na maisha ya dhambi, tuepushe na maisha ya dhambi. Embu omba, mwambie Mungu akusaidie, akuepushe na maisha ya dhambi. Mwambie Mungu akuepushe na maisha ya dhambi. Mwambie Mungu akuepushe na maisha ya dhambi. Mwambie Mungu akuepushe na maisha ya dhambi, maisha ya mchanganyo. Mwambie Mungu akusaidie, akupe nguvu ya kushinda dhambi. Nami nakuombea katika jina la Yesu. Mungu msaidie huyu anayenisikiliza, mpe nguvu ya kushinda hiyo dhambi ambayo inamnyemelea na kumzinga kwa wepesi. Mungu msaidie aweze kushinda. Mungu msaidie aweze kushinda. Mungu msaidie aweze kushinda hiyo dhambi ambayo inamnyemelea. Mungu msaidie, mpe nguvu ya kushinda, mpe nguvu ya kushinda hiyo dhambi ambayo inamnyemelea kwa wepesi. Mungu msaidie, mpe nguvu ya kushinda, mpe nguvu ya kushinda, mpe nguvu ya kushinda kwa jina la Yesu. Na kuombea nguvu ya kushinda, na kuombea nguvu ya kushinda. Mungu akupe nguvu ya kushinda. Tupe nguvu ya kushinda hiyo roho ya tamaa ambayo inakufuatilia. Mwambie Mungu akupe nguvu ya kushinda. Usikubali kubaki na udhaifu. Peleka mbele za Mungu. Msaada wako ni Mungu, nguvu zako ni Mungu. Mwambie Mungu nisaidie, mwambie Mungu nisaidie, mwambie Mungu nisaidie, nipe nguvu ya kushinda, nipe nguvu ya kushinda, nipe nguvu ya kushinda. Mwambie Mungu nisaidie, nipe nguvu ya kushinda. Bwana Yesu, nami namuombea huyu ndugu anayenisikiliza. Mungu msaidie, mpe nguvu ya kushinda hiyo dhambi ambayo inamfuatilia, hiyo dhambi ambayo inamfuatilia. Mungu mpe nguvu ya kushinda, mpe nguvu ya kushinda. Na kuombea nguvu ya kushinda zidi ya hiyo dhambi ambayo inakufuatilia, hiyo dhambi ambayo inakuzinga kwa wepesi. Mungu mpe nguvu ya kushinda, Mungu mpe nguvu ya kushinda, Mungu mpe nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Na kuombea nguvu ya kushinda. Pokea nguvu ya ushindi, ushindi zidi ya tabia mbaya, ushindi zidi ya uraibu wa kitu fulani kwa jina la Yesu. Roho chafu, roho za kujichua, roho za masturbation, mwambie Mungu akupe nguvu ya kushinda. Nazikemea, hazina nafasi juu yako kwa jina la Yesu. Mungu msaidie. Roho za uasherati, roho za uzinzi na kila uharibifu nazikataa kwenye maisha ya hawa ndugu wanaonisikiliza kwa jina la Yesu. Wape nguvu ya kushinda dhambi, wape nguvu ya kushinda dhambi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Empata muda wa kuomba juu ya taifa la Tanzania. Embu ombea taifa la Tanzania. Embu tamka neno juu ya taifa letu la Tanzania. Tamka neno, mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe juu ya taifa la Tanzania. Embu ombea taifa la Tanzania. Mungu wa mbinguni, nalikabidhi taifa letu la Tanzania. Mungu onekana, mapenzi yako yakatimie juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yakatimie juu ya taifa la Tanzania.
Tunaombea taifa la Tanzania, nchi yetu Tanzania. Mapenzi yako Mungu yakatimie juu ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako Mungu yakatimie. Mapenzi yako siku zote ni makamilifu. Tunaomba Mungu wa mbinguni, mapenzi yako Mungu yakatimie juu ya taifa la Tanzania. Mungu wa mbinguni, mapenzi yako yakatimie. Ni maombi yangu, mapenzi yako yakatimie juu ya taifa la Tanzania. Mungu wa mbinguni, tusaidie, mapenzi yako yakatimie. Mungu kaonekane, Mungu kasimame. Nasema ni asante Mungu wa mbinguni, asante Mungu wa mbinguni kwa kuachilia haki na amani juu ya taifa la Tanzania. Mungu asante kwa kuwa unakwenda kujibu mahitaji yetu. Asante kwa kuwa unakwenda kujibu maombi yetu juu ya taifa la Tanzania. Hebu tamka neno juu ya taifa la Tanzania. Hebu tamka neno juu ya taifa la Tanzania katika huu mwezi ambao kuna mambo mengi ya uchaguzi mbele. Mwambie Mungu aweze kuingilia kati, haki na amani zikatendeke. Hebu ombea taifa la Tanzania. Hebu ombea taifa la Tanzania. Hebu ombea, mwambie Mungu mapenzi yako yatimie. Mapenzi yako yatimie. Mwambie Mungu, wapo ambao Mungu wa mbinguni pia tunaombea kidato cha 4 ambacho wana mitihani hapo mbeleni. Hebu tamka neno. Kama una mtoto, tamka neno. Ombea hao watoto ambao wanakwenda kwenye mitihani yao ya kidato cha 4 hivi karibuni. Mungu wasaidie, Mungu wasaidie, wape nguvu ya kushinda. Mungu wasaidie, Mungu wawezeshe wakafaulu vizuri wa mitihani yao. Mungu wasaidie, Mungu watangulie, Mungu wapiganie, Mungu wawezeshe, uwasaidie, uwatie nguvu katika nyakati zote. Mungu wasaidie katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu wa mbinguni ukawafanye kuwa vichwa na wala sio mikia. Hebu omba juu ya mahitaji yako mengine. Mwambie Mungu asante juu ya hili. Hebu omba, pata muda wa kuomba. Hebu mshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante. Hebu omba hapo ulipoomba. Hebu omba, pata muda wa kuomba katika jina la Yesu. Mungu asante kwa siku njema leo. Tunasema ni asante, tunakurudishia sifa na utukufu. Wewe Mungu unastahili sifa. Wewe Mungu unastahili utukufu. Ewe Mungu unastahili heshima yote. Tunasema ni asante Mungu. Endelea kutupigania, endelea kutuwezesha, endelea kutusaidia. Tunahitaji nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako katika jina la Yesu. Mungu nakushukuru kwa siku ya leo 5 ya kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa fadhili zako na nguvu zako. Amen. Kama umenisikiliza mpaka mwisho, basi komenti hapo kwamba Mungu nisaidie nijenge ushirika na wewe. Hebu komenti hapo. Mwambie Mungu nisaidie niweze kujenga ushirika na wewe. Komenti hapo, mwambie Mungu asante kwa ajili ya siku yangu ya 5 ya kufunga na kuomba. Hebu mwambie Mungu asante. Naomba nikuombee. Mungu asante kwa ajili ya huyu ndugu. Mungu asante kwa kuwa umemwezesha ameweza kufunga na kuomba. Mungu msaidie. Hata Mungu jua siku zilizoko mbele yake, mpe kushinda na zaidi ya kushinda. Zaidi ya yote Mungu muepushe na kila uharibifu, muepushe na kila ila za shetani. Mungu mtangulie, Mungu mpiganie, Mungu muwezeshe na umsaidie katika yote. Tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Mungu wewe unastahili sifa, Mungu wewe unastahili kushukuriwa. Katika jina la Yesu tunaikabidhi siku ya leo mikononi mwako. Mungu wa mbinguni, tunahitaji kuona nguvu zako na uweza wako.